Bwana, kuelekea mchezo unaokuja wa kimataifa Young Africans ambao watakuwa ugenini dhidi ya JS Kabylie, nimeandaa video hii maalumu kabisa kwa ajili ya kukuonyesha eneo ambalo lina udhaifu zaidi kiufundi kwa upande wa JS Kabylie kwenye eneo lao la ulinzi, na hilo ni eneo ambalo Young Africans wanapaswa kulitarget kwa kiasi kikubwa kama wanataka kupeleka athari kubwa zaidi katika lango la JS Kabylie kwenye mchezo ambao utakuwa ugenini huko Algeria. Sasa eneo hilo ni eneo la fullback wa kulia, right fullback. Hiyo ndo position ambayo ina udhaifu kwa kiasi kikubwa sana kwa upande wa JS Kabylie. Sasa kwenye mchezo wao uliopita wa kimataifa, JS Kabylie walikuwa ugenini dhidi ya Al Ahly na wakala kichapo cha goli 4-1, na ukitoa goli la kwanza ambalo Mahmoud Trezeguet alilifunga kwa kichwa, mabao mengine matatu ambayo Ahly waliyafunga kwenye open play, magoli mawili yalipita upande wa kulia, huu upande ambao mimi nauzungumzia hivi sasa. Na katika mchezo ule first choice right back wa JS Kabylie ambaye anafahamika kama Fares Nashet aliumia katika dakika ya 44 ya ule mchezo, ikabidi afanyiwe mabadiliko. Nafasi yake akachukua mchezaji ambaye kiasili ni center back, lakini anaweza akacheza kama beki wa kulia, anaweza akacheza kama beki wa kushoto, Mustafa Bot. Na alipokuja kuingia Mustafa Bot dakika ya 44 ya mchezo ule kwenye kipindi cha kwanza, chuma zingine mbili ambazo Ahly walienda kuzifunga kwenye kipindi cha pili zote zilipitia upande wake, na hata mashambulizi mengine kadhaa ya hatari ambayo Ahly walifanikiwa kuyatengeneza mara baada ya yeye kuingia, na sana sana kwenye kipindi cha pili, yalipitia pia upande wake. Kwa hiyo hii ni position ambayo ina udhaifu kwa kiasi kubwa sana kwa JS Kabylie, na hivi sasa taarifa za Fares Nashet kuwa ameumia zinaendelea kuwaumiza vichwa baadhi ya mashabiki wa JS Kabylie, lakini ukweli ni kwamba hata akipatikana akiwa fiti, yeye na Mustafa Bot, yoyote ambaye anakuwa anatumika kwenye position hiyo, kuna changamoto za kiufundi kwenye hiyo position. Sasa kwa mujibu wa chanzo kinachofahamika kama Planete Sport kutoka pale Algeria, kinabainisha kwamba Neshat anaendelea kufanyiwa examination na medical staff. Sasa ukijaribu kutizama pia maelezo mengine yanayofuata hapa ambayo unayaona kwenye screen yako, nitayatafsiri kama kwa kuya paraphrase tu kwamba aliumia katika mchezo dhidi ya Ahly, nafasi yake kachukuliwa na Mustafa Bot, na madaktari wanaendelea kuhakikisha, wanaangalia kwa ukaribu situation yake, na lengo ni kuhakikisha kwamba anapatikana as soon as possible kwenye michezo ya kiushindani hivi karibuni. Sasa hapa unaona kabisa kwamba kuna kazi ambayo kiukweli madaktari wa JS Kabylie wanaifanya kwa niaba ya Fares Nashet ili kuona kwamba anarudi uwanjani mapema, lakini kama nilivyobainisha mwanzo, hata anapokuwepo yeye bado haileti tofauti yoyote kiufundi kwenye namna ambavyo changamoto ya JS Kabylie imeonekana kuwa, kwa sababu upande wao wa kulia umekuwa ni weak link. Sasa basi hapa nitabainisha kiufundi ni namna gani hasa huu upande wa kulia wa JS Kabylie umekuwa ni changamoto kwenye namna ambavyo wamekuwa wakishindwa kuzuia kikamilifu kwenye eneo hilo. Kwanza, Kabylie wanapokuwa wanafanya build up, fullbacks wao wote wawili huwa wanaanza kufunga safari mapema. Yaani kuna muda unakuta build up hata mchakato wake haujamalizika kule kwenye eneo la nyuma, tayari fullbacks wote wawili wameshapanda pikipiki zao, wameshavuka mstari wa katikati. Sasa kwa upande huo kulia, changamoto iliyopo ni kwamba Fares Nashet ambaye ndo first choice right back, ambaye hivi sasa ndo kama nilivyobainisha anaendelea kuwa chini ya uangalizi wa madaktari kama ataonekana anafaa kwa ile mchezo inayokuja au namna gani, au hata Mustafa Bot, yoyote ambaye anakuwa anaanza kwenye upande ule, kuna changamoto ya wao kupanda kisha kurudi kwa wakati, tunasema kurecover. Hawawi watu ambao wanarecover kwa wakati. Kwa hiyo ni rahisi sana wapinzani kutarget transition kwenye ule upande. Na ieleweke kitu kimoja, wakati nabainisha kuhusu madhaifu ya JS Kabylie kwenye upande wao wa fullback wa kulia, tukumbuke kwamba mchezaji bora zaidi kwenye kikosi cha Young Africans, Pacome Zouzoua, ndo anahudumu kwenye eneo hilo, kwa sababu right back wa Kabylie anakwenda kukutana uso kwa uso na Pacome Zouzoua ambaye ndo mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo la kushoto Young Africans wanapokuwa wanashambulia. Sasa nikirudi kwenye hoja ambayo nilikuwa naielezea kwamba wanapokuwa wanapanda fullbacks wa Kabylie, right backs wao wote wawili, yoyote ambaye anakuwa anaanza,
kuna changamoto ya kurudi kwa wakati kwenye kwenda kurecover kwenye position yake. Hiyo ni scenario ya kwanza. Scenario ya pili ni right sided center back wa JS Kabylie ambaye ndo captain wao pia, Zinedine Belaid. Huyu ndo nahodha wa kikosi cha JS Kabylie na ndo huwa anatumika kama beki wakati upande wa kulia kwenye kikosi chao. Huyu pia hayuko comfortable kwenye kuzuia kwenye wide areas. Unajua wakati tunazungumzia kwamba fullbacks wa kulia wa JS Kabylie wanapokuwa wanapanda alafu wanashindwa kuja kurecover, right sided center back wao pia Zinedine Belaid naye sio mzuri sana kwenye kwenda kuzuia kwenye wide areas. Unajua labda nikitoa mfano wa Liverpool kipindi kile Trent alipokuepo na vitu kama hivyo, Trent alikuwa anaonekana kabisa defensively hayuko katika daraja linalotakiwa, lakini kwa sehemu kubwa ya career yake pale Liverpool haijaonekana kuwa ni issue. Ni kwa sababu ma right sided center backs wote ambao walikuwa wanacheza kwenye kile kikosi, ukianza na mtu kama Joel Matip, hivi sasa unapomzungumzia mtu kama Ibrahima Konate, ni watu ambao wako comfortable kwenye kuzuia wide areas. Kwa hiyo yale madhaifu ya kiulinzi ya Trent Alexander-Arnold hayakuonekana kuwa ni issue, kwa sababu center back kwa upande wa kulia yuko competent kwenye kuzuia mpaka kwenye lile eneo la pembeni kule. Lakini hiyo sio kesi kwa upande wa JS Kabylie. Center back wao ambaye ndo nahodha Zinedine Belaid, yeye hayuko comfortable kwenye kuzuia wide areas. Kwa hiyo pia haisaidii kesi ya wale fullbacks wa upande wa kulia. Wanapanda hawawezi kurecover, then pia center back wa upande ule ambaye ndo nahodha wao hayuko vizuri kwenye kwenda kuzuia ile nafasi ambayo inakuwa imeachwa na wale fullbacks wa upande wa kulia. Hiyo ni scenario ya pili. Scenario ya tatu ni winga wao wa kulia Mehdi Merkham, ambaye JS Kabylie wanapokuwa wanashambuliwa ama inapotokea imepatikana transition wakati wanashambuliwa, sio mchezaji ambaye anakwenda kumsaidia fullback wake. Yaani sio winga ambaye anashuka kwenda kumsaidia ama Fares Neshat au Mustafa Bot ambaye anaweza akawa anatumika occasionally endapo Neshat anakuwa anakosekana kwenye ile nafasi ya fullback wa kulia. Yule Mehdi Merkham ambaye ndo winga wao wa kulia JS Kabylie, sio winga ambaye ana utaratibu wa kuja kusaidia kwenye situation ya kiulinzi pale ambapo Kabylie wanakuwa wanashambuliwa kwenye upande wa kulia. Kwa hiyo kuna muda unakuta ama Fares Neshat au Mustafa Bot mara nyingi anakuwa anakabiliwa kwenye 2v1. Winga na fullback wa timu pinzani wote wanakuwa wanamtarget, kwa sababu wanajua kabisa right winger Mehdi Merkham, mzaliwa wa Ufaransa, huwa sio mtu ambaye anakuja ku track back. Na kiufundi timu nyingi sana huwa zinajaribu kutengeneza kitu kinaitwa 3v2 kwenye ule upande wa JS Kabylie, winger, fullback na mshambuliaji. Na hii situation ipo kwa upande wa Young Africans. Young Africans wana uwezo wa kumtumia Mohamed Hussein ambaye anaweza kufunga safari akatambuka pembeni kule, then Pacome akawa anafanya kuibia kwenye half space. Kwa sababu pia moja kati ya changamoto ambazo zipo sasa, Fares Neshat ama Mustafa Bot pamoja na Zinedine Belaid wanakuwa hawazui vizuri lile gap ambalo linakuwa katikati yao. Yaani ile half space ambayo inakuwa inapatikana baina ya Belaid na hodha pamoja na Fares Neshat ama Mustafa Bot inakuwa inaachwa wazi mara kwa mara. Kwa hiyo wapinzani huwa wana-exploit ile nafasi kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo wapinzani wengi wanapokuwa wanacheza dhidi ya JS Kabylie huwa wanapendelea zaidi ku-overload ule upande wao wa kulia. Mohamed Hussein anaweza kutambuka, Pacome Zouzoua anaweza kuingia kwenye half space, Prince Mpumelelo Dube anaweza kuja kudrift kuja kwenye upande wa kushoto na kutengeneza 3v2 dhidi ya Fares Neshat ama Mustafa Bot pamoja na Zinedine Belaid. Kwa hiyo Young Africans wanapaswa kuhakikisha kwamba wanaitarget position ya upande wa kulia kwa upande wa JS Kabylie.